Uhali gani mwanamichezo? Ni wasaa mwingine tena na kukaribisha katika Live Pick viwanjani. Kwa siku ya leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka 2025. Nami hapa ninaanza kwa Joshua Kura. Kuna matukio kadhaa katika nyuga mbalimbali za michezo ambazo ningependa tuweze kuangazia kuanzia tu humu nchini. Kuna ligi kuu iliweza kuchezwa hapo jana na kuna mechi ambazo zitakuwa zinapigwa leo. Bila kusahau timu ya kinadada Harambee Starlets ambao wameweza kufuzu michuano ya AFCON itakayoandaliwa mwaka ujao nchini Morocco. Kwa hivyo ningependa tu nianze na matokeo ya ligi kuu humu nchini ambapo hapo jana AFC Leopards walitandika Shabana mabao 2-1. Tusker walitandika Kariobangi Sharks mabao 2-1, kisha Ulinzi Stars wakaambulia kipigo cha mabao 2-1 mikononi mwa Bidco United. APS Bomet walitandikwa na Kakamega Homeboys pia mabao 2-1. Leo kutakuwa na mechi mbili ambapo Posta Rangers watachuana na Murang'a Steels, kisha Mathare United watakabana na Gor Mahia. Tukiweza kusonga mbele ni kwamba timu ya taifa ya kinadada Harambee Starlets wameweza kurejea nyumbani baada ya kufuzu dimba la AFCON mwaka ujao ambalo litakuwa linaandaliwa nchini Morocco. Harambee Starlets walitandika Gambia mabao 3-1 wiki jana humu nchini kabla ya kuwatandika bao 1-0 siku ya Jumanne kule nchini Senegal. Bao la kipekee lilifungwa na mwana Alima Adam kunako dakika ya 56 na ni hatua kwa timu hiyo ambao inafuzu katika michuano hiyo kwa mara ya kwanza chini ya miaka 9. Kumbuka mara ya kwanza Starlets kufuzu katika michuano hiyo ilikuwa ni mwaka 2016. Tusonge kule ugaibuni ambapo kulikuwa na mechi za Carabao ambapo jana Arsenal walitandika Brighton and Hove Albion mabao 2-0. Mabao ya Arsenal yalipigwa na Ethan Nwaneri pamoja na Bukayo Saka. Nyingineko ni kwamba Liverpool walitandikwa mabao 3-0 na Crystal Palace, mechi ambayo ilipigwa kule ugani Anfield. Mabao ya Palace yalipigwa na Ismail Assar ambaye alipiga mabao 2, kisha Yeremy Pino akapiga bao 1 dakika za jioni. Chelsea walinyuka Wolverhampton Wanderers mabao 4-3. Kumbuka mechi hii kipindi cha kwanza iliisha Chelsea wakiongoza mabao 3-0. Mabao ya Chelsea yalipigwa na Andre Santos mapema tu dakika ya 5 kabla ya Tyrick George kupiga la pili, kisha William Estevao akapiga la 3 kabla mechi hiyo kuelekea muda wa mapumziko. Kipindi cha pili Jamie Gittens aliipa Chelsea bao la 4. Mabao ya Wolverhampton yalipigwa na Tolu Arakudare, kisha kuna huyu David Mola Wolf pia alipigia Wolves mabao 2. Newcastle walicharaza Tottenham mabao 2-0. Mabao ya Newcastle yakipigwa na Fabian Schär pamoja na Nick Wolterman. Kisha kuna Manchester City ambao walicharaza Swansea City mabao 3-1. Kumbuka Gonzalo Franco aliweka Swansea kifua mbele kabla tu Jeremy Doku kusawazisha, kisha Omar Mamosh na Ryan Chaki wakahakikisha kuwa Manchester City wanatoka na ushindi. Robo finali, kuna ratiba za robo finali ambapo sasa Arsenal watakabana kuna Crystal Palace, kuna Cardiff watachuana na Chelsea, Manchester City watakabana kuna Brentford, kisha kuna Newcastle United watachuana na Fulham. Mechi itapigwa kule St James Park. Hata nimalizia tetesi za uhamisho ambapo klabu ya Juventus wameafikia na makubaliano na Luciano Spalletti kwa ajili ya kuinua klabu hiyo. Kumbuka Juventus walimtimua kocha Igor Tudor baada ya kusajili matokeo duni ambapo alienda takriban mechi 8 bila kusajili ushindi wowote. Kumbuka hapo jana Brambilla ambaye alikuwa anashikilia nafasi hiyo kabla ya Juventus kupata kocha aliongoza timu hiyo kuitandika Udinese mabao 3-1. Mabao ya Juventus yalitiwa kimiani na Dusan Vlahovic, Filipe Kostic pamoja na Kenan Yildiz ambaye alipiga bao dakika za ziada mechi ikielekea kuisha.
Alafu klabu ya Arsenal pia wanakaribia kuafikia na makubaliano na mshambuliaji wao Bukayo Saka ajili ya kurefusha mkataba wake klabuni humo. Bukayo Saka amekuwa nguzo muhimu katika timu hiyo inayoongozwa na Mikel Arteta, na Arsenal wanataka kumpa mkataba wa muda mrefu klabuni humo. Na kufikia hapo basi ningependa tuweze kufikia tamati katika show yetu siku ya leo Live Viwanjani. Nimekuwa nahodha wako Joshua Kura. Tuweze kukutana tena hapo siku ya kesho ambapo nitakuwa na mwenzangu Aura Bramwell tukiweza kuchambua tu masuala ya michezo kuanzia humu nchini hadi kule barani Ulaya kwa kina. Kilicho na mwanzo hakikosi tamati, basi tuweze kukutana siku ya kesho.